Ujumbe wa siri, maono yenye nguvu ambayo yalimtikisa mtume wa mwisho aliyebaki hai. Unabii unafunua hatma ya ulimwengu. Karibu kwenye channel ya Daudi EM. Leo tunaanza safari katika mafunuo makubwa na pengine ya kutisha zaidi ambayo yamerekodiwa katika kitabu cha mwisho cha Biblia. Vipi nikikuambia mafunuo haya si kwa uharibifu kama watu wengi wanavyofikiri, bali ni kuleta utimilifu wa ahadi nzuri na matumaini ya milele? Takriban mwaka wa 95 baada ya Kristo, kulikuwa na mzee mmoja ameketi peke yake katika kisiwa cha miamba, mfungwa wa Roma, jina lake akiitwa Yohana, mtume wa mwisho wa Yesu Kristo. Kosa lake lilikuwa ni kuhubiri Injili. Utawala wa mfalme Domitian mwaka 81 mpaka 96 baada ya Kristo uliaminika kuwa na mateso makali kwa wale walioitwa waamini wa Kikristo. Wakati huo aliwakamata wanafunzi wa Yesu akiwemo mzee huyu Yohana na kumpitisha katika mateso makali sana. Moja ya mateso ya kushangaza ni kumtumbukiza kwenye chungu kilichojaa mafuta yaliyochemka. Kwa namna ya kustaajabisha, Yohana alitoka akiwa hajadhurika. Yamkini Mungu alimnusuru ili amuonyeshe hatma ya ulimwengu mzima iliyotarajiwa kutokea kwa siku za usoni. Baada ya kushindwa kumwangamiza Yohana, mfalme Domitian aliamuru atupwe kwenye kisiwa cha miamba kiitwacho Patmo. Hata leo kisiwa hicho kipo huko Uturuki katika bahari ya Aegean. Lakini katika uhamisho wake kwenye kisiwa cha Patmo, jambo la kushangaza linatokea. Yohana anasikia sauti kubwa kama ya tarumbeta yenye kishindo cha kutisha. Yohana anageuka na anachokiona kinabadilisha kila kitu. Ni Yesu, lakini si kama Yohana alivyomuona mara ya mwisho akiwa amevunjika na kusulubiwa. Hapana, sasa ni Yesu aliye hai, aliyepewa utukufu, ni mfalme wa milele. Muonekano wa Yesu ulikuwa wa ajabu sana kiasi kwamba Yohana alishindwa kuuhimili, akaanguka kifudifudi miguuni pake kama mtu aliyekufa. Hapo Yesu akanyoosha mkono wake na kumgusa na kumwambia asiogope, kwani yeye ni mwanzo na mwisho. Alikuwa amekufa na sasa yu hai, na tazama yu hai milele na milele, na pia anazo funguo za mauti na kuzimu. Na hapo anampa ujumbe wa kuyapelekea baadhi ya makanisa yaliyopo Asia. Hebu fikiria kidogo, unapokea barua au waraka uliotoka kwa Yesu mwenyewe ukikueleza hali yako ya maisha, makosa yako na yapi ya kurekebisha, na pengine kukupongeza kwa uaminifu wako kwa neno lake. Ndicho kilichotokea kwa makanisa 7 yaliyochaguliwa kwa mfano ili yabebe ujumbe kwa makanisa ya vizazi vyote kwa karne zote hata leo. Katika video zijazo tutaangalia kwa kina jumbe hizi kwa makanisa hayo. Yohana anamwangalia Yesu na anajitahidi kuelezea mambo 10 aliyoyaona. Imeandikwa kwenye Ufunuo mlango wa 1 mstari wa 12 mpaka wa 16. Jambo la kwanza, vinara vya taa 7 vya dhahabu. Vinara hivi vinaashiria yale makanisa 7 na pia uwakilishi wa mwanga wa Mungu ulimwenguni. Jambo la pili, katikati ya vile vinara vya taa alikuwepo mmoja aliyefanana na mwanadamu. Maana yake inamuonyesha Yesu Kristo kama Masihi. Anaonekana katikati ya makanisa akithibitisha kuwa yupo pamoja na waamini wake. Jambo la tatu, amevaa vazi refu na kifuani amefungwa mkanda wa dhahabu. Vazi refu linafanana na mavazi ya makuhani na wafalme, kimuonyesha Yesu kama kuhani mkuu na mfalme wa wafalme. Mkanda wa dhahabu unaashiria utukufu wa kifalme na mamlaka ya kiungu. Jambo la 4, kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu au kama theluji. Rangi nyeupe inaashiria hekima, utakatifu na milele. Hii inamfananisha Yesu na Mungu Baba kama ilivyoelezwa katika Danieli mlango wa 7 mstari wa 9, ambapo Mungu anatajwa kuwa na nywele nyeupe kama sufu. Jambo la 5, macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Moto unaashiria utakatifu na hukumu. Macho ya Yesu yalionyesha ufahamu wake juu ya kila kitu, akiona yote na kuhukumu kwa haki, kama ilivyoandikwa kwenye waraka wa Waebrania mlango wa 4 mstari wa 13. Jambo la 6, miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosafishwa sana katika tanuru. Shaba iliyosafishwa inaashiria nguvu, uthabiti na usafi wa kiroho. Inaweza pia kuwakilisha hukumu ya haki, kwani katika Agano la Kale madhabahu za shaba zilitumika kutoa sadaka ya dhambi.
Kutoka 27 mstari wa kwanza na wa pili. Jambo la 7, sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi. Hii inaashiria nguvu na mamlaka ya neno lake, kama sauti ya Mungu mwenye nguvu. Zaburi 29 mstari wa 3 na wa 4 na Ezekieli 43 mstari wa 2. Jambo la 8, alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Nyota 7 zinawakilisha malaika wa makanisa 7, sawasawa na ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 1 mstari wa 20, ikiashiria kuwa Yesu anawashikilia viongozi wa makanisa na anawalinda. Jambo la 9, upanga mkali ukatao kuwili ulikuwa ukitoka kinywani mwake. Unaashiria neno la Mungu ambalo ni lenye nguvu na hukumu. Waebrania mlango wa 4 mstari wa 12 na Isaya 49 mstari wa 2. Yesu atashinda kwa neno lake. Jambo la 10, uso wake uling'aa kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Utukufu wake unalinganishwa na jua, ikionyesha utukufu wa kimungu, uweza wa milele na mwanga wa kiroho. Mathayo 17 mstari wa 2 na Malaki 4 mstari wa 2. Hakika Yesu si tena mtumishi aliyeteseka, yeye ni mfalme mwenye ushindi. Sasa kitabu hiki cha Ufunuo mlango wa 1 kinatufundisha nini? Jambo la kwanza, Yesu anatawala. Haijalishi dunia ina vurugu kiasi gani, yeye ni mfalme. Jambo la pili, kanisa lina thamani. Yesu anatembea kati ya vinara vya taa akilichunga kanisa lake. Jambo la tatu, Yesu ana ushindi wa mwisho. Yeye anashikilia funguo za mauti na kuzimu. Nyakati hizi tunasimama kwenye kizingiti cha milele. Je, uko tayari? Ikiwa video hii imekufundisha kitu, bonyeza like, subscribe na share na wengine. Pia niambie kwenye maoni ni kitu gani kimekugusa zaidi katika Ufunuo 1. Jiunge nasi wakati ujao tunapozichunguza siri za ufalme kwa kina zaidi. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.